Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Sunga TV? Leo tumetembelewa na msanii mkubwa sana, naweza nikasema huyu si mwingine, ni msanii upcoming artist anaitwa Bwana Raho. So tunaenda kupiga naye story kujua kali yake ya muziki inaendaje, maisha yake kwa ujumla na mambo mengine. Bwana, mambo vipi? Ya, mambo fresh. Kama kaa amani kabisa. Karibu sana studio. Alishakaribia. Mimi nakufahamu, lakini baadhi ya watu naamini watazamaji wetu hawakujui. Wewe mwenzetu unaitwa nani? Mimi naitwa Raho. Yes. Ya, ndo jina la sanaa. Okay. Raho. Yeah. Nataka nijue safari yako ya music. Ulipotoka mpaka hapo ulipofika sasa hivi. Nilipotoka, ukisema nilipotoka, na moja kila sehemu ina watu wanapotoka na mahali wanapitia. Sasa unaulizia nilipotoka kwa ni muda gani au changamoto zako za kazi yako ya music? Changamoto bado, kwa sababu sijafanya kazi ambayo mara nyingi nafikiri watu wanakutana na changamoto nyingi kwa sababu ya nini ya ukurupukia jambo. Ila kwa mimi changamoto ambayo nikutana nayo wakati kuna kipindi miaka fulani hivi ni ya studio. Nakutana naenda nafanya project iMix kwa wakati. Okay. Inakuwa hivyo na wewe muda ushaandaa kabisa kwamba nataka ni upload ili mambo yaende. Ila soon nafikiri baada ya miaka fulani iliyopita nikakutana na producer ambaye ndo anafanya naye kazi sasa hivi, anaitwa Magic Beat. Naona ni mtu ambaye tunafanya kwa sababu tukishasema bwana tarehe fulani tuna upload, kama unakuta kazi ishatolewa kwa wakati. So sijakutana na changamoto nyingi zaidi ukisema hapo labda kuja kwenye ma DJs, kwa sababu unakuta kunakuta kwa DJs unakuta kwa sababu hawakufahamu unapoenda kufanya project nao wanakuta wanashindwa kuiplay kwa wakati, kwa sababu unakuta bado ipo anaingia kwenye industry hizi. Kwa hiyo wala kutengenezea mzunguko fulani ili wakujua hiki kitu kina faida. Wana siku zote chenye faida lazima ukutie changamoto fulani. Okay, unaamini kwenye muziki kuna kuroga? Siamini. Kwa nini uamini? Maana tunasikia story nyingi kwamba wasanii wengi wanaenda sana kwa waganga ili wapate mafanikio ya haraka, wajulikane, watoboe music nje ya Tanzania ili waweze kufahamika. Sasa kwa wewe unaamini katika kuroga kwenye muziki? Kwa mimi siamini, kwa sababu ukisemea kwenye wasanii si wasanii peke yake, mpaka wanini wacheza mpira tunasikia hivyo, mtu sio amepitiwa ameambiwa asipite mlangoni waruka ukuta. Hizo zipo. Kwa hiyo kila mtu ana imani yake katika kufanya jambo lake. Mimi binafsi naamini Mungu, kwa sababu wakati nazaliwa mpaka naanza kuwa naimba, sijaenda kwa mtaalamu kusema mtaalamu nataka niimbe. Ilitokea Mungu kanibariki. Basi na mimi nikifanya mazoezi na kutuliza kichwa, kuandaa idea zenye ubora, ndio njia ya mafanikio. Okay. Na nataka kujua kitu kimoja Raho. Mimi naamini kwenye kale yako ya muziki kabla ya kuwa msanii, kuna njia ulipita. Sasa katika hizo njia ulijijuaje kama wewe ni mnaimba? Kujijua nilijijua pale ninapokuwa nasikiliza sana nyimbo za wasanii binafsi. Kwa hiyo nikiwa nasikiliza, ukikaa nje ya ule muda wa kusikiliza, kuna kitu kwenye kichwa kinakuja sana. Mtu ambaye anataka kuanza kutembea anahisi kama akinyanyua mguu, yani anavuta picha kama naweza nikatembea, lakini ukinyanyuka unaanguka. Kwa hiyo nahisi kama naweza, lakini nikifikiria nifanye nashindwa, narudia zile za watu, kwa sababu ndio nyimbo ambazo nazisikiliza muda mrefu. Kwa kadri siku zinavyozidi kwenda nikaingia kwenye kuandika ujumbe kama message. Kwa sababu nasikiliza watu wanaandika, wanaweka vina akisema mama sijui sana jana hivyo. Kwa hiyo na mimi nachukua vile vina vya umaliziaji, kwamba nikiweka Juma lazima nimele Rama sijui Amina, yani nafuata vina kwanza ili nijue muziki unaendaje. Maana muziki mara nyingi kila mtu ana aina yake ya uandishi. Mimi nilianza kujifunza kwenye vina. Siku zinazidi kwenda ndo zikaja melody, lakini kwanza nilianzia hapa. Mimi nataka kujua. Muziki kuna vitu vingi sana. Katika career yako hii ya muziki, mtu gani ulikutana naye na akakwambia yo man unajua fanya? Na mtu gani ambaye ulikutana naye akakwambia yani hata wimi mara 100 babu ni bora ukalime? Watu ambao nimekutana nao
ilikuwa studios, tunaenda sometimes unajua ukienda studio kuna challenge tofauti. Inatokea tu labda beat hapa katika mwimbe. Afu inapiga watu inaachiwa, kila mtu anataka atafuta idea. Producer akamwambia ikitokea idea kali ndo nitafanya na wewe msanii. Katika kari yako ya muziki, najua ulikutana na baadhi ya watu. Wapo ambao walikutia moyo wakakwambia unaweza, na wapo ambao wakakwambia man hamna kitu, yani ni bora urudi kijijini ukalime. Kasa hizo kauli, najua hizo kauli ulishakutana nazo sana. Hizo mara nyingi sana. Lazima kujenga vipi hizo kauli za watu ambao uliweza kukutana nao? Hii imenijenga, kuna namna fulani inakukatisha moyo. Kuna namna fulani inakupa vibe. Sababu mimi asilimia nyingi imenipa vibe, sababu wakati naingia ma studio kwenye zile idea za kubuni kipindi cha mtaani, kabla sijaingia studio ilinivunja moyo, sababu mtu anakuambia sio ufanye hiki ndo wewe sauti una unaweza kaandika melody nzuri, wewe mwanangu wewe unaimba kama msanii fulani, wakati wewe bado una lengo la kufika zaidi ya wewe msanii, anakufananisha na wewe. Kwa kurudi nyumbani nagundua mbona ananichukuliaje, mbona mimi najiona nipo tofauti na huyo. Ninakuta hivyo. Yaani kila unachoweza kufanya mtaani, ndio tulishaingia kwenye kufanya mazoezi ya muziki kitambo hicho. Kila unachofanya ukiimba hivi, mwanangu sikia hapo utokie upande hapo hivi. Lakini ukimsikiliza sasa yeye anayekushauri, unaona mbona mimi nimempita. Kwa hiyo nilipoingia studio sasa ndo nikakutana kwamba huko, nikasema hapa ndo kwenye shule ya muziki. Producer anapiga muziki, anasema atakaimba vizuri ndio atachukua hii beat nitamfanyia. Kwa kila mtu anabuni idea yake, tupo 10, 15 ya studio, watu tupo kwenye hasa hapo. Mdao producer akamwambia ukifanya vizuri na kuweka kwenye na kusign. Kwa kila mtu anapiga idea yake. Sasa mimi kwa sababu nilipitia changamoto hizo za kuambia ujui, mara nyingi kipindi hicho nilikuwa mvivu. Yaani nishasikia wenzangu wanaambia hii ni bato, afu nikiangalia sitoboy, kwani niumiza kichwa. Kwa hiyo nabaki kimya, wanafanya na kufanya. Sasa inafika kipindi producer anaweza wewe mdogo wangu, kwa hiyo unaimba, mbona sisikia idea yako? Ambaye kama wote wameshindwa au wamefanya, unafikiri nitafanya cha zaidi? Unapewa fursa, wanaambia jaribu, sababu hii sio kama ndo tunafanya tupo live, tunafanya ni skill. Nataka kujua nani ambaye anaweza kufanya vizuri. Sasa muda huo unakuwa sijajipanga na maneno wala nini. Natia tu ile melody fulani kwamba unaamini kwamba management ndio inaweza kumfelisha msanii? Inawezekana kumfelisha, sababu baadhi ya management ninachoamini mimi kwa hapa Bongo, kila mtu ambaye anamsimamia msanii pia naye ni mwimbaji. Kwa hiyo unakuta kuna kipindi nikikumbuka Harmonize alishasemaga ile nyimbo ya birthday, ni nyimbo ambayo ilikuwa haijapendwa kwenye lebo yake. Lakini binafsi kwa sababu alielewa akaachia, na ni nyimbo ilichukua nafasi, na mpaka sasa hivi ukipita kwenye birthday nyingi ina playwa ile, kwa sababu ni nyimbo ambayo imepokelewa vizuri. Kwa hiyo unakuta manager ambaye anakusimamia naye ni msanii. Kwa ili aweze kukusimamia kwa wakati, lazima ufanye kile atachopenda yeye, sawa? Kwa ukifanya kitu ambacho kimeenda kwenye misingi mizuri, kwa muziki una njia. Unaweza kufuata njia nzuri za muziki, afu yeye akasikiza hamna, toa melody, weka melody. Afu manager anatia mzigo wa mawe. Ngoma watu wanaikataa mtaani, hawendi, baadaye unasikia dogo anavimba dogo hivi, lakini mara nyingi inatokea kwa hawa manager anashindwa kuangalia kipi cha kufanya. Yaani maana anapenda ili akusupport lazima uimbe.